kukaa katika serikali, kwa sababu uwezo wako ulikuwa ni mkubwa. Lakini pia ukija kuangalia kwenye habari za Yusufu, wakati ule anauzwa anaenda kukaa kwa Potifa, yeye alikuwa ni maandalizi, alikuwa ni matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa amlaumu Mungu kile kwa kipindi kile. Alikuwa amejitoa kufanya kazi kwenye kiwango kile anachoweza. Anapotoka gerezani anakuja kutawala. Pale kulikuwa na uwezo ambao alikuwa tayari ashatengenezewa na Mungu. Kuna uwezo ambao ulitengenezwa ambao ulimpa access ya kwenda kukaa na kufanya mambo kwa ukubwa. Kwa hiyo usije ukafikiri tu kwamba ni simple tu kwamba anatoka gerezani na kuja kutawala. Not simple. Kuna maandalizi ambayo Mungu amemtengeneza. Yaweza kuwa yeye alikuwa haelewi, lakini ule wakati wa kutumika aliweza kutumika kwa sababu capacity ilikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu kidogo. Kwa Mungu anapokupitisha kwenye maeneo fulani, ujue kwamba kuna matengenezo anayokupitia. Kuna wakati mwingine unafikia hatua huelewi ufanye nini. Huelewi kwa nini napitia hiki. Kumbe Mungu anakutengeneza, anajua kesho utaenda kuwa sehemu fulani. Kwa bila kukuandaa hiyo kesho yako utashindwa kuifanya. Kuna mambo mengine hakwambii. Ukiangalia Yusufu alikuwa atajaambiwa kwamba utaenda kuwa waziri mkuu wa Misri. Lakini alikuja kuwa waziri mkuu kwa sababu gani? Alipitishwa kwenye darasa ambalo alikuwa hawezi akalikimbia. Anaenda gerezani kule, anaenda kuwa mkuu wa wafungwa. Pale ni maandalizi yanayoendelea kufanywa. Na wale wafungwa kwa kweli waliwatiti vizuri. Wale watu walikuwa wanajisikia vizuri japo hapo gerezani. Ni kwa sababu gani? Kuna uwezo ambao alikuwa atashatengenezewa tayari. Kwa hiyo pale anapokuja kuwekwa kwa ajili ya nchi, tayari uwezo ulikuwa ndani yake. Akaweza kusimama na akaweza kufanya mambo kwa ukubwa na kufanya kosa. Kwa sababu gani? Kapasa ile aliyotengenezewa ilikuwa ni kubwa. Ukimwangalia hata Daudi wakati anachunga kule, alikuwa achungi tu hivi. Naambiwa kwa mtumishi wako alimuua dubu. Bwana Yesu asifiwe. Akija dubu humnyang'anya. Kwa hiyo pale alikuwa na uwezo ambao anajengewa. Ujasiri ni silaha mojawapo. Bila kuwa na ujasiri kuna mambo hutaweza kufanya. Unaweza kujikuta unatamani kufanya mambo mazuri na una uwezo lakini unaogopa kuanza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunajitamani, yaani hicho ni kitu kidogo sana. Uwezo unaweza ukawa nao lakini ukashindwa kuwa na ujasiri. Kwa hiyo Daudi alipokuwa anapambana kule, alikuwa ule ni ujasiri kukutana dubu, ni ujasiri kukutana na simba. Ule ni ujasiri aliokuwa anatengenezewa ili akija kusema kwa ajili ya taifa aweze kudefend, aweze kuwa na uwezo wa kuzuia. Wakati anaenda kupigana Goliati pale, Bwana Yesu asifiwe, alimtanguliza Mungu, alisema tena alinena vizuri kabisa kwa ajili ya Mungu. Ikajulikana ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alipokuwa anaenda kupigana, alikuwa haendi kupigana kwa experience, lakini kuna ujasiri aliokuwa nao. Ujasiri ndio uliompeleka Daudi kupigana. Sio uwezo aliokuwa nao. Alikuwa ni kijana mdogo. Lakini kilichompeleka ni ujasiri. Hakwenda kwa nguvu. Kwa kuna mambo mengine hayahitaji hata nguvu. Kuna uwezo ushatengenezewa uko ndani yako tayari. Lakini kuna kiwango tu cha uelewa na ufahamu na ujasiri ambacho ukiwa nacho utakuwa na uwezo wa kufanya mambo katika kiasi au kiwango kikubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kiwango ambacho ukiwa nacho haihitaji sana mambo mengi wala haihitaji sana ujieleze. Ila ujasiri ule unakudrive ni kipi ukifanya kwa wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Daudi pale tunamwona anaenda kwa ujasiri kabisa na moyo yake anaokota mawe. Na ni kijana mdogo. Na yule mtu ameogopwa na taifa zima, jeshi zima, watu ambao wanashinda vitani, watu wanaopigana kila siku wanashinda. Pale alikosa ujasiri, lakini Daudi anapokuja alikuwa na ujasiri tu ndio uliokuwa ni silaha tosha. Anaamini katika Mungu. Anaamini katika Mungu na akiwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kuwa na access kubwa ya kuweza kushinda ni kwa sababu anamwamini Mungu, hapo zana nini? Ana ujasiri wa kufanya hicho kitu. Kwa anapokuwa na huo ujasiri na maana Mungu tayari anapoanza kufanya ile kazi anakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yupo pamoja nawe, ewe nani? Lakini kabla kuambiwa hivyo, Gideon alikuwa hana uwezo wa kwenda.
kwa ajili ya kuwashindia wana wa Israeli. Lakini pale tu alipoambiwa uende, akamwambia nenda kwa uwezo wako huu, aliweza kwenda na akafanikiwa, na hakwenda jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma utaona kwamba Gideon aliambiwa apunguze watu, hataki watu wengi. Bwana alikuwa hataki watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ndiye mtu aliyeanza kumlaumu Mungu. Ulituahidia ukatutoa Misri, baba zetu akatusimia mambo makubwa, lakini mbona tuyaoni? Kuna wakati utako kujitamani kilichoko ndani yako, hicho ndicho kitakachokusaidia. Bila kuwa kujitamani ambacho unacho, utashindwa kwenda, utajiona uwezi, utajiona dhaifu. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Hiyo ndio mentality tunatakiwa kuwa nayo kwenye kitu chochote kile. Usiangalie shida sana, angalia Mungu anataka ufanye kitu gani. Hicho ndio cha msingi. Ukisoma watu wenye uwezo kwenye Biblia, mfano maaskari ambao walikuwa nao Daudi, kuna askari 3 tu walipita kati ya jeshi zima kwenda kumchotea Daudi maji. Wanaweza si watu wangapi? 3. Lakini kuna mtu aliua watu 300 peke yake. Alikuwa na kapasiti ya kutosha. Wakati wa training ni wakati wa kujitrain vizuri. Ukae vizuri wakati wa matengenezo. Unapoona watu, mfano wachezaji wa mpira, hawafanyi mazoezi tu kwa sababu wana mechi kesho. Wanapokuwa na mechi, mazoezi wanayo kila siku. Watu wa mbio anakimbia kila siku. Pale anafanya nini? Anajiandaa, anafanya maandalizi. Lakini unajikuta sisi tunakuwa na kauzembe fulani. Tusipokuwa na kitu ambacho tunatakiwa tufanye kwa wakati huu, tunalala. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya vitu ambavyo ni vya kawaida, tunafanya kwenye ukawaida. Hatutaki kwenye kufanya kwenye excess. Tunajilimit sisi wenyewe. Inapofikia wakati wa kuapply, tunakuwa na matokeo madogo. Kwa sababu gani? Tulishindwa kujiandaa vizuri. Mungu anataka tujiandae kwenye kiwango ambacho ikifikia wakati anaotuambia kufanya, tuwe na access kubwa, tuwe na uwezo mkubwa kufanya kitu kwenye ufanisi anaotaka. Hatufanyi vitu kwa kawaida kana kwamba tunafanya kama watu wengine. Ukianza kufanya kama watu wengine, ujue kwamba wewe hauna tofauti, wala hauwezi kufikia destiny yako. Lakini ukianza kufanya kitu kwa namna ambayo naona ni ya kitofauti, hapo ndipo tunapoanza kuona matokeo yako. Hatuoni matokeo ya mtu mwingine. Kwa sababu ukifanya kwenye kiwango cha mtu mwingine, unaona kwamba huyu anafanya hivi na mimi nifanye hivi, ujue ya kwamba huyo mtu ana neema tofauti na ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya jambo kwenye neema ya mtu ukaiacha yako, ujue ya kwamba kuna kiwango ambacho wewe unatakiwa ufanye. Usipokifanya hicho, kuna kipindi utafika utazingua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijitahidi, haleluya, maandalizi ya moyo ya nani? Ya mwanadamu. Prepare well. Kiwango ulicho nacho ni kiwango kidogo sana cha maisha. Bado unaweza kujiona kwamba umekuwa. Haleluya. Inafikia kipindi, najua unaweza ukawa unaomba, ulikuwa huombi sana, lakini baada ya kuomba sana ukaona wale waliokuwa wanaomba sana kama umewazidi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama na hapo umeomba wiki moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyo mtu kute ashaanza kuomba kitambo, kapasiti yake ni kubwa. Wewe unaanza kuona leo rohoni, nasema huyu una muziki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kujipima, unapojilinganisha, huyu na muziki. Kwa hiyo ninavyoona na muziki, haujui tu. Haujui kuna kiwango ambacho huyo mtu yuko kwenye mbingu za 7 huko. Bwana Yesu asifiwe. Alafu yuko kwenye mbingu ya kwanza na mambo ya chini hapa. Naanza kujiona, naona sana. Kuna watu wengine unajua kwenye uchanga ndio wakati ambao kuna shida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kinachosumbua ni uchanga mara pengine. Aliyekoma hata asumbuke nayo mambo, lakini wewe unasumbuka nayo sana. Kwa siji ukamwona mtu amekaa muda mrefu anafanya jambo, wewe ukafanya siku ngapi, ukaona kwamba mnalingana. Hapo bado poa. Bwana Yesu asifiwe. Poa kwanza, poa, alafu jifunze. Utaenda hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usifikiri kuanza jambo kufanya leo, ukafanya mfano kwa miezi 3,
ukafikiri kwamba mnalingana mtu aliyefanya miaka 5. Yule mtu kuna uwezo ambao kiwango kikubwa cha kufanya mambo anakuwa nacho. Ni kwa sababu gani? Amejengwa kwa muda mrefu. Mtu anapookoka haokoki tu na kufikia dimension fulani. Anapookoka kuna hatua ambazo zinapitishwa ili aje kufikia kwenye kiwango fulani. Kwa hiyo bila kupitia kwenye hizo process, kitakachokufuata ni nini? Itakuja kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kinapokuja, najua kiburi, mtu akiwa anatengeneza, ukiwa kwenye process, ukawa unapitia process zote, kula uwezo ukaja kuwa kuinuka na kiburi. Lakini ukilezi chap, kuna uwezekano mkubwa kule fanyaje kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo kwenye kitabu cha Tito anaposema kuchagua maaskofu, asiwe mtu aliyeokoka karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kuna viwango ambavyo bado hajapitia. Akishavipitia hivyo viwango, atakuwa na uwezo wa kuja kusimama kwa ajili ya wengine. Lakini mtu aliyesimama, aliyeokoka leo, kesho ukamweka kuwa mfano katibu wa kanisa, ameokoka leo, kesho katibu wa kanisa, kwanza wengine atawadharau waliowakuta mimi. Mimi niliokoka jana tu, lakini sasa hivi ni Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Martha sio Martha sio kwamba wewe una destiny gani. Anataka Mungu akupitishe kwenye darasa ambalo utaenda, ukifikia kile kiwango utakuwa na ability kubwa ya kufanya mambo. Kiangalia kwenye wafalme, kuna mfalme mmoja alianza vizuri, na walianza vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Yoash au Yosia. Kati ya hao kuna aliyeanza kutawala akiwa na miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Akawekwa kwenye kiti, na alikuwepo kuhani Yehoyada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kufa huyo kuhani, huyo mtu alimwasi Mungu, huyo mfalme. Kwa alikuwa anatembelea, ni kama kutembelea kwenye neema ya kuhani. Ni kama kuhani ndio aliyekuwa anatawala nchi. Baada ya kuondoka yeye, hakuwa na capacity ya kuweza kutawala nini? Nchi. Hakuwa na capacity ya kuongoza nchi. Ukijiandaa vizuri utaenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukakaa ukatulia ukadhani kwamba unasema kwamba wakati wa amani ndio wakati wa nini? Wakati wa amani ndio kutengeneza silaha. Unapofika wakati wa vita ni wakati wa kutumia silaha uzifanyaje? Ulizotengeneza. Kwa hiyo kama uitengeneza silaha chache, uitengeneza silaha mbovu, itajulikana wakati wa vita. Haleluya. Utakapofika wakati wa kupigana utajua kwamba wewe maandalizi yako yalikuwa ni hafifu. Sasa usicheze na muda ulionao. Ukiona mambo kwamba huu wakati unaona kwamba hauna shida yoyote wala hauna haja ya kuomba, huo wakati ndio wa kuomba sasa. Wakati wa hali ukifika, uwe na capacity ya kuweza kuvumilia, uwe na uwezo wa kulezi, uwe na uwezo wa kuvumilia mpaka ufanye kitu ambacho kiko sahihi. Kimwangalia Ayubu, kipindi kila alichopitia, mambo aliyopitia sio simple, lakini alikuwa na capacity ndani yake. Alikuwa amemuelewa Mungu kwa ukubwa. Alikuwa ametembea na Mungu kwa ukubwa. Ndio maana imani yake yakomaa. Ukimwangalia Ibrahimu, Bwana Yesu asifiwe, unakaa una ahadi miaka 15 hujapata hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kulikuwa na capacity ndani yake iliyomfanya avumilie na aendelee kukaa na tumaini, akae na kuamini kwamba Mungu atafanya. Kuna capacity ambayo ilikuwa imejengeka ndani yake. Kwa ni lazima ukubali kutengenezwa ili wakati wa kutumika uweze kutumika kwenye kiwango sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na hapo hauwezi kufikia destiny yako, utaishia njiani. Mungu amekupangia mambo mazuri. Nasema Bwana tuwazia mambo nini? Mema na ya amani, kuwafanikisha siku zenu za wazi za usoni. Kwa Mungu mambo anayotuwazia ni mema siku zote. Lakini kuna wakati ambao anaonekana kama amenyamaza. Kwa nini? Anataka uwe mtu wa vangeni fulani ili unapofikia wakati aje akupe kitu fulani uweze ukifanya kwenye kiwango anachotaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.